Kuna kitu na shidaga nikisema hapa na inaendelea ikijitokeza ya kwamba the next governor of Nairobi atakuwa ni Babu Owino. Kuna wale magararagia na kuna wale wananipigaga na kuna wale wananisupport. The reason why I say this is because first and foremost, he is the most populous politician of Nairobi. Saisi yeye ndio the most populous politician. Odo wakeli, Babu Owino is in opposition. Yeye ndio atakuwa candidate wa opposition. Jana watu ya DCP kujeni hapa watu yagu. Jana mulisikia Rigathi Gachagua akisema atafanya kazi na akina Sifuna. Kufanya kazi na Sifuna inamaanisha kufanya kazi na akina Babu Owino. You have heard him say na akimtetea more than once, more than twice. Kule hata town kuna siku aliwatetea. Jana kwa matanga when Sifuna left, ulisikia Rigathi Gachagua akiambia watu wa Nyeri na akaongea na Kikuyu. Na akasema atafanya kazi na watafanya kazi kama united opposition na hawa vijana akina Sifuna, because they have all realized, in fact Sifuna alisema they have realized that it's better they forgive each other, but William Ruto must go one term. What does that say? That say that in 2027 there is a high probability that the team of Rida Mwananchi, of ODM Rida Mwananchi, itaungana na akina Kalonzo na akina Rigathi na akina Eugene kufukuza Kasongo 2027. There is that high possibility. It is going to be that moment kama hile ya kina Raila Odinga na 202. That is for millennials, wale walikuwaga wamesaliwa. That moment is coming in 2027 where all opposition will unite against one man. Nakwambia hivyo. Kama watachagua ni Matiang'i, I'm telling you everybody will stream in. Kama watachagua ni Gachagua, watachagua ni Kalonzo Musyoka, let us go with Kalonzo Musyoka for instance. Akina Babu Owino, they will fully support and campaign for them. What does that mean in Nairobi politics? Ya kwamba if Babu Owino will support a united opposition presidential candidate, then hatuna budi ila kusupport his governorship in Nairobi County. And I think that is something that leaders will shake and they will bring it. And I think Rigathi has even tried telling us before. He has always told us in Nairobi and in Mombasa, we shall sit down as united opposition. We negotiate on these seats ili tuoshe Nairobi yote. I don't see a ticket of Babu Owino, Edwin Sifuna and Millicent Omanga being defeated. I'm telling you. Tayarisha, jitayarishe, be prepared for your next governor. Mimi naona hivyo. Watu watayarishe makofi. Governor wa Nairobi ni Babu Ogiri Owino. Kama manaenda hivyo, maende hivyo mkuje one opposition. We want everybody. I cannot wait. Kama mimi kuna kitu imenipea shida ni kusupport Babu Owino and supporting the DCP party. That is my party. I wanna support it. It speaks, it is good to go to an election with a region political party ambayo inafuma in certain area. Na kuambia hivyo, even ODM inafumaga kule Nyanza. Saisi kuna vita ODM. Hata kama watu wa Turkana wako ODM, hata kama watu wa Mombasa wako ODM, hausikii hizo vita zikipiganwa huko, zinapiganwa Nyanza na akina Badi na akina Junet na akina Babu na akina Gladys Wanga, because it is a Nyanza party. I'm telling you the truth. It is good to go with a political party. Ile kitu mlime imeona ni kwa sababu iliwashiria Jubilee ikaenda kuingia kwa shama ya wengine. So I'm telling you, I'm supporting DCP, lakini pia Nairobi Babu kwa sababu. Asante sana. Kwa viongozi wote ambao wamefika hapa, mtanisamehe kwa sababu nimeomba ruksa tu nizungumze Mheshimiwa Kalonzo, kisha niondoke kwa sababu ya hali ya hewa. Sijui kama wale wako nyuma wananiona vizuri. Munaniona vizuri? Munaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu niko Kisii leo nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM. Seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Nimekuja hapa kumfariji ndugu yangu, rafiki wa kweli, Mheshimiwa Seneta Onyonka. Kama mnavyojua, miezi miwili mitatu sita ambayo imepita tangu baba atuache, nimepoteza marafiki wengi sana. Wengine nilikuwa nataka tukutane nao hapa Kisii moja kwa moja, macho kwa macho, mundu kwa mundu, niwaambie kwamba sitasahau kwamba walinisaliti wakati ambapo mambo yangu ilikuwa inaamuliwa. Sijawaona hapa, kumbe ni waoga. Wako wapi?
Kumbe kuna simba zingine zikinyeshewa zinakuwa paka. Mheshimiwa Onyonka, nataka niseme pole sana kwa kumpoteza mama yako. Vile nilivyosema kule Nairobi siku kabla mama kutuacha, Onyonka alinitumia message akaniambia, ndugu yangu, mama yangu hakai hali nzuri, kama inawezekana tafuta dakika hata 10 ukuje umsalimie, umuone kabla hajatuacha. Na kwa sababu siku hizi wananiita kinara wa Linda Mwananchi, nilikuwa na meetings kuanzia asubuhi mpaka jioni, nikaambia Onyonka, leo haitawezekana, wacha tujaribu kesho. Kesho yake asubuhi tulikuwa na mkutano na Mheshimiwa Onyonka, mkutano ya Linda Mwananchi, alafu tukatoka pale tukaenda bunge. Saa 8 tukaondoka kwenye bunge, gari yake ilikuwa mbali, nikamwambia ingia kwa hii yangu twende. Hatukufika hata Parklands, tulikuwa tunaenda katika ile hospitali ya Aga Khan. Mheshimiwa Onyonka alitumiwa message akaambiwa mama ametuacha. Na ukweli nilisikia vibaya sana, nikasema kweli hii umri ambayo wazazi wetu wamefika miaka 80 na akikuita wacha tu kila kitu, kimbia umuone. Hata inawezekana ningepata baraka kutoka kwa huyu mama kabla atuache. Inanivunja moyo sana. Lakini Senator Onyonka, nataka nikuambie Mungu awafariji, afariji familia yenu, kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa niaba ya watu wa Nairobi, kwa niaba ya wote ambao wako ndani ya Linda Mwananchi. Pole sana kwa kumpoteza mama yako. Huyu Onyonka ni mwanaume kamili na ni rafiki wa kweli, kwa sababu ana msimamo. Kitu ambayo tunahitaji Kenya hii ni msimamo. Hapana leo unasema hii, kesho unasema ile ingine. Mheshimiwa Osoro, hakuna siku tutakula na wewe. Afadhali nikae njaa, na nasema hivyo kama Mluya. Sisi tunaamini chakula, lakini wewe kama ni wewe tunakula na wewe, wacha njaa ni uwe. Hakuna siku. Huyu mzee huyu Mheshimiwa Onyonka, mimi nimewaambia nilikuwa na marafiki wangu wengine hapa Kisii, nilikuwa nafikiria ni marafiki wa kweli. Sikujua kwamba wakati ambapo Sifuna anadungwa visu, Mheshimiwa Simba Arati atakuwa baadhi ya wale wanaweza dunga Sifuna kisu kwa mgongo. Nasema hivi, Mheshimiwa Simba, mimi ni rafiki yako na unajua, umenishikilia mkono kule Nairobi, umenisaidia kampeni zangu za Senate. Mimi ni rafiki mpaka wa familia yako. Sikujua kwamba unaweza keti katika mkutano ambao unaamua hatma ya Sifuna na wewe ukwe wa kwanza kusema Sifuna must go. Kwa hivyo wacha nirudishe mkono na mimi, Simba must go. Tutoke draw ama? Tutoke draw ama? Sasa Mheshimiwa Onyonka, nataka ukuje hapa ndugu yangu. Kwani mmekosa wanaume wa kufanya kazi ya gavana? Kuja bwana. Kuja bwana. Nataka nitangaze hapa nikiwa Kisii, kama mnatafuta gavana, ile kiti ambayo huyu ndugu yangu Onyonka ataomba, mumpatie kwa jina la Yesu. Nimeomba vibaya? Nimeomba vibaya? Wangapi wanasema apewe ile kitu wanataka? Apewe kile anataka? Asante sana, unaweza kuketi. Nitasema mambo mawili. Nilisema jana nikiwa Nyeri kama katibu mkuu Mheshimiwa Kalonzo, the constitution of ODM says that I am the custodian of all the records of the party. Mimi ndio najua mahali marafiki wa Raila wako wote katika taifa hili la Kenya na nchi za nje. Mimi nahesabu watu wa Omogusi, nyinyi mlikuwa marafiki wa kweli wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nataka niseme hapa, kama hakuna kiongozi wa ODM ashawahi kuwaambia asanteni sana watu wa Kisii kwa kushikilia baba yetu miaka hiyo yote ambaye amekuwa akisimama kura. Nataka niseme hapa, urafiki huu si lazima uishe, kwa sababu baba alikuwa na watoto wake. Siku hizi nikiongea najaribu kuwakumbusha ile vitu baba alikuwa anasimamia, ile vitu baba alituambia tufanye. Wanatuambia huyo baba yako sahi yako wapi? Can you imagine? Can you imagine? Naulizwa ulikuwa unaringa na huyo baba yako, sahi yuko wapi? Ndio maana Mheshimiwa Kalonzo, kabla tuende Kisumu, Mheshimiwa Orengo alituambia twende tuchukue baba yetu, twende na yeye Kisumu. Mulimuona? Hamkumuona? Muliona baba Kisumu? Hamkumuona? Kwa hivyo sisi ambao tunaamini hiyo maadili ya baba, tutazidi kuwakumbusha kila siku. Baba alisema tutembee na watu ambao maadili yetu inafanana na wao, ya kwamba hatuwezi kusupport serikali ambayo inakandamiza wananchi. Mheshimiwa Osoro yeye anahesabu barabara, sisi tunahesabu wale vijana Kasongo wameua. Osoro, ukituambia stadium zile zinajengwa, tunakuambia wale vijana wa Gen Z ambao waliabductiwa na mpaka leo hatujui wako wapi.
Ukihesabu hiyo pesa yako ambayo unasema unakuja kugawa hawa wananchi, tunahesabu pesa ambazo William Ruto ameiba chini ya serikali yake. Kwa hivyo hamutatutisha bwana, hamutatutisha na kitu yoyote. Nataka nikamilishie hapa, niseme jambo moja peke yake. Mheshimiwa Fred Matiang'i, unajua sisi wanalinda mwananchi tunatembea Kenya mzima tukiwaambia kwamba tunataka turahisishe kazi ya kufurusha William Ruto akuwe one term. Kurahisisha hiyo kazi inamaanisha tuweze kuketi pamoja kama viongozi wote ambao tunaamini he doesn't deserve an extra day in office. Na hiyo maoni ama hiyo mazungumzo haitakuwa rahisi. Kuna mjamaa jana alisema tufungiwe ndani ya room moja, sisi wote tuongee na tutoe mtu mmoja. Mheshimiwa Matiang'i, hata mimi kuna vitu nataka kukuambia, na nataka niambie hawa Kenya ambao wamekaa hapa. Hakuna mtu hapa mbele katika siasa ambao hatujakwaruzana. Huyu Mheshimiwa Kalonzo huyu, nikiwa katibu wa chama nilimvuruga tu sawa sawa, anajua. Lakini tulikaa 2022 kama wanaume wawili pale Serena, na akaniambia Sifuna, ulinikosea hapa, mimi ulinikosea hapa, tukashake mkono, tukaingia kwa uchaguzi. Hata baada yeye kunyang'anywa running mate alisupport baba. Huyu Mheshimiwa Kalonzo. Huyu Mheshimiwa Matiang'i, kulikuwa na by election hapa Bonchari. Niseme nisiseme? Bwana ulitusukuma bwana. Ndio ukweli tu. Tulikuwa hapa na Mheshimiwa Janet Ongera, atakwambia. Mheshimiwa James Ongwae, yule alikuwa ambaye senator. Mheshimiwa Ongeri yuko wapi? Bwana tulikula tu tear gas mzuri. Unajua saa nyingine mkiona kichwa yangu ni mbaya, ni ile tear gas. Pia Matiang'i alinikulisha. So, tukiingia kwa hiyo room, lazima tuambiane ukweli. Tuseme ulinikosea hapa, lakini tear gas ya Matiang'i haishindi uchungu ambaye William Ruto ameleta katika taifa letu. So ndugu yangu Matiang'i, mimi niko tayari kama kiongozi wa Linda Mwananchi kufanya kazi na wewe. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Sisi wote lazima tukubali it is no longer about our personal feelings about each other. Hata huyo Rigathi Gachagua alikuwa anaamka 6 am kututubia tear gas nikiwa na baba 2023, lakini kama yeye ndiye atashika mguu ya fisi, Matiang'i ashike ile mguu ingine, Kalonzo amembana huku kwa shingo, alafu Sifuna ampige mshale, si tutakuwa tumemaliza? Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Hapa nikiwaangalia, vijana wangapi wako na kazi hapa? Vijana wangapi wako na kazi hapa? Kwa hivyo tunasema wamama wangapi wako na karo ya shule hapa? Wamama wangapi wako na karo ya shule hapa? Kwa hivyo tunasema wazee wangapi hapa wako na pesa ya matibabu? Kwa hivyo tunasema the only two term I know, wacha niwaelezee, ni ya kwamba sisi kama watu wa upinzani tutamlazimisha apatie vijana wetu kazi. Tutamlazimisha elimu, gharama ya elimu iende chini. Linda Mwananchi haina ubaguzi. Umeona Linda Mwananchi iko na principles wengi sana hapa. Na katika ile timu ya Linda Ground, umeona hakuna watu huko. Wale watu wa ODM walibaki na chama. Watu wa Linda Mwananchi walibaki na wananchi na wenye chama. Kwa hivyo dada yangu venye alikuwa hapa Winnie Odinga, nilikuwa nataka nimwambie na ninajua atapata hii ujumbe. You must move away from that pond and come to the ocean. This is where there is life. Kwa sababu saizi hii ODM yenye iko sahi si ile ODM ya Raila Amolo Odinga. Hii ni ODM bandia. Na la mwisho, siku yenye tutakuja pamoja kama principles ambao mmeketi hapa, Linda Mwananchi iko na principles 16. Pale hakuna ubaguzi, hakuna kusema huyu Kibagendi simama, huyu ni principle. Saa zile tutakuja negotiation, tutasema huyu lazima apate kiti yake. Lazima kila mtu ambaye ako Linda Mwananchi
including Babu Owino. Babu Owino will be the next governor of Nairobi.